Saizi ni usiku na ninaomba mniombee kwa Mungu nilale salama, Mungu anilinde. Mimi sina mazindiko. Bwana, leo nimekuja na story nyingine ambayo inahusu yale mambo yetu ya kishirikina yale. Kuna kijiji kimoja kinafahamika kama Kidaho. Yaani hicho kijiji ni kijiji ambacho ukitoka Kidaho ndio unaingia sasa Kigoma mjini. Yaani kwa kipindi cha nyuma ilikuwa lami inaanzia pale kwenda mjini na inaishia pale kutoka mjini kwenda mikoa mingine. Mimi katika harakati zangu za kujitafuta, kama unavyojua, katika mapambano niliwahi kufanyaga kazi ya freelancer, yani kusajili lines ile. Kwa hiyo tulikuwa ile system ya kupata ruti, yani kwa mwezi mnaweza mkapata ruti ambayo mnatoka labda mnaenda Singida, mnatoka mnaenda Mwanza, mnatoka mnaenda wapi. Kwa hiyo mnaweza mkafanya mkaspend mwezi mzima mko njiani, mnapita kijiji kwa kijiji, kijiji kwa kijiji mpaka mfike ambako mnapotakiwa kufika. Kama ni mkoa fulani mnatakiwa mfike. Sasa tulipata ruti ya kwenda Mwanza ambayo ilikuwa tugharimu tukae mwezi mzima njiani. Sasa hapo natakiwa ni kwamba uwe na hela ya kujilisha, kama commission isipotoka kipindi nje bado mjafika. Kunabidi uwe na hela ya kujilisha, na taratibu ilikuwa ni mbili: kulala kwenye gari au kulala wapi? Kulala hotelini. Kwa hiyo na mara nyingi ulikuwa nakataa kulala kwenye gari kwa sababu kwenye gari inakuwa sio salama sana, inaweza ikatokea lolote. Kwa watu walikuwa wanashauriwa kulala wapi? Kulala kwenye hoteli. Tumefika pale Kidawe, tumepaki basi, tunasubiri sasa kesho tupate utaratibu kuanzia kile kijiji, tukia tusajili line afu tuingie wapi? Tuende na safari mbele. Sasa mfukoni sisi hatakuwa vizuri sana. Wakatokea freelancer mmoja akasema, jamani, hakuna kupata shida kwa sababu huku mimi ni nyumbani na huku tunaweza tukaenda kulala kwa mjomba wangu, ana nyumba kubwa. Kwa hiyo tunaweza tukalala leo, kesho asubuhi tunawahi kwenye basi tunaondoka. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kwa sababu mfukoni hatuna nini, hatuna hela. Watu wakasema fresh. Tukawa freelancer wawili pamoja na yeye mwenyeji, tukawa watatu. Tumetoka pale kwenye basi kwa mida kama saa 1:30 hivi. Tumeenda mpaka kwa mjomba wake. Mjomba wake mkarimu sana, akatupokea vizuri, hana shida. Na pale alikuwa mjomba wake na mke wake, pia alikuwa na watoto watatu. Kwa hiyo sasa wale wana taratibu ya ikifika usiku wakati wa kula huwa wanakula nje kwa sababu ndani hakuna umeme, kwa giza ni ngumu sana kwa watu kula kwa uhuru. Kwa hiyo watu wanatoka nje, ile mbaramozi inapopiga inamulika uwanja mzima, watu wanakula, mnapiga hadithi, wanacheza. Yani ilikuwa ni maisha fulani sio ya kimjini, lakini ni maisha fulani ambayo very fun kwa sababu mjomba alikuwa ni mcheshi kinoma noma. Sasa tumefika pale, tumeanza kula. Katika kupiga story, mjomba ni mtu wa story, akatoa kama bana, sisi unaona vitu tunavyokula hivi tunacheka tunafurahi, mwanzoni haikuaga hivi. Tukauliza haikuwa hivi kivipi? Akasema huku mwanzoni sisi hapa tulikuaga tunakula lakini hatushibi. Yani unaweza ukapika ugali mkubwa, unaweza ukapika wali hata kilo 2 na msishibe, na sisi tuko watu 5, mke, mimi na watoto 3, lakini tunaweza tukapika hata kilo 1.5 hata kilo 2 hatushibi. Watu tukacheka, sema so kweli. Kwa hiyo mlikuwa mnakula sana au nini? Nikamwambia tulikuwa tunakula wapi? Ngoja niwapeni story sasa. Bwana mjomba walikuwa akipika kama nilivyosema, unaweza kupika chakula kingi kikapakuliwa chote, yani mpaka watu, yani kama ni wali watu paka ukoko, lakini watu hawashibi. Yani watu wanainuka lakini hawashibi, na wamekula lakini kushiba sahau. Sasa mpaka hali ikaje, ikatokea jambo likajulikana. Kuna kipindi fulani alitokaga binamu yake na mjomba, alitokaga Kasulu. Alipotoka Kasulu akaja pale kumtembelea Kidawe. Kidawe na Kasulu sio mbali, kama masaa kadhaa tu hivyo, sababu wote ni mkoa mmoja. Kafika amefika mida kama saa 9 hivi, amekaa amepiga story. Kafika kama kawaida muda wa kula, na walikuwa nakula usiku mida kama saa 2 saa 3. Sasa katika kula, wamekula matonge ya kwanza, la pili, yule nanili binamu akaanza kuona kama hali ambayo sio ya kawaida, yani kama kuna vitu havieleweki. Mara kashangaa kuna mtu mmoja kakaja kakaa. Alafu alipokuja huyo mtu mmoja kaanza kuita watu wengine, kaita kiumbe cha kwanza, wa pili, wa tatu, wakaja viumbe kama 5 ambavyo I'm not sure kama ni misukule ama ni kitu gani, lakini ni viumbe ambavyo havieleweki. Yani muonekano wake haueleweki, vinakucha, vinanuka vibaya, vinatoa harufu, nywele ndefu. Sasa amekaa pale yuko anaangalia, lakini akiangalia watu wengine hawana habari, wanaendelea tu kula. Lakini ile situation yeye anaiona peke yake. Akiangalia watu wengine anaona kwa fresh tu, wanakula, wanaenjoy, tena wanacheka. Akapigwa kama na butwaa. Sasa alipopigwa na butwaa, vile viumbe na yule mtu aliyokuja navyo akaona kama kuna hali fulani ambayo sio tofauti, kwa sababu ashazoea ikija vinakula haraka, umeshaelewa, na hakuna mtu ambaye anakuwa ameconcentrate navyo. Lakini sasa kaanza kushangaa kama kuna mtu anaviangalia.
Yule jamaa, yule mtu aliyekuja navyo sasa akaanza sasa kuleta mashaka na ule mjomba. Akaanza sasa kufanya trial, yani majaribio ya kugundua kwamba huyu mtu ananiona au hanioni. Akakipiga kiumbe kimoja hivi, yani akakipiga hapa kichwani kama na usinga fulani. Kile kiumbe kikamwangalia, alafu macho yakabadilika yakawa mekundu, yani yanavuja hivi damu. Sasa alichokuja kufikiria yule binamu akasema, hapa nikionyesha ishara yoyote kama mimi ninaona hichi kinachoendelea, huenda mwisho wangu ndo ukawa hapa. Akaanza kuangalia chini, si anaangalia chini kama anakula anafanyaje, lakini bado yani havijaamini. Vile kiumbe kimoja kikaleta paka mkono ambako alipokuwa anakula, kikachukua chakula pale. Jamani, fresh tu alifanya kama vile haoni. Kile kiumbe kingine tena kikafanya jaribio lingine, kikaleta kidole kwenye jicho hivi. Yani kikaleta paka kidole kwenye jicho, lakini jamaa hapepesi macho, afanyaje? Sasa yule mmoja, kulikuwa kuna kiumbe tena kingine. Jamani, nasema kiumbe kwa sababu sina uhakika kama hicho kiumbe ilikuwa ni msukula ama nini, lakini kwa maelezo yake ni kwamba kilikuwa kinatisha. Yani ni kama mtu ambaye umbo la mtu lakini muonekano wake haueleweki. Nywele ndefu, kucha, sijui manini, yani ovyo wachafu wako kama watano. Alafu kuna kiongozi wao ambaye amekaa pembeni, ambaye sasa ni kama anawachunga, ameshika fimbo na usinge solanita. Sasa hayo majaribu yote jamaa amekaza. Kile kiumbe kimepitisha mpaka mkono, kimeleta kidole kwenye jicho, jamaa amekaza. Kile kiumbe kana hii mitihani yote amefaulu. Sasa yule mwenyewe akawa amechukua tonge la wali, akawa amekilisha kiumbe kimoja, alafu akakiambia tema. Alipokiambia tema kwenye mkono, akachukua ule wali ambao tayari umetoka mdomoni kwenye